Mara ngapi tunakuja ibadani? Na mara ngapi tunachukua mafundisho ya hapo na yasikia mara kwa mara? Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Watu wengine wakishaokoka wameridhika, wametulia, wanasema Mungu atawatendea. Anakuambia hivi, maisha yake yanaweza kuwa ya uchovu kuliko mtu asiyeokoka. Na watu wasiookoka wakaona wana angalau faraja kuliko wewe uliyookoka, wakachukia na uokovu wako. Ni swala la kuwajibika wewe mwenyewe. Anasemaje? Kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kufanyaje? Kwa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Iwapasapo kuwa nani? Walimu. Unajikuta bado wewe ni mwanafunzi wakati unatakiwa uwe mwalimu. Majanga. Unataka uwe darasa la 7 lakini bado uko nasari. Si ni majanga hata kwa wazazi wako. Mungu akikuangalia anasema nimemwokoa huyu kwa nini? Alimpakaga Sauli mafuta akasema kwa nini nimempaka Sauli mafuta awe mfalme wa watu wangu? Mungu asije kajuta kwa nini amekuokoa. Hauokoki ukaishia tu nimeokoka kwa maneno. Unatakiwa uishi neno lake. Ujifunze neno lake, uliweke moyoni mwako usimtende dhambi. Naongea mtu hapa. Kuna mtu maisha yake yanabadilika. Amen. Anasema maana wakati mwingi umepita. Umeokoka na miaka 20, miaka 30, lakini vile ulivyo ni kama katoto kachanga tu. Ni kama mtu asiyeokoka. Wewe ni muongo, wewe ni mwizi, wewe jambazi, wewe mpaka Mungu anamfanyia hayo. Sinaendelea wazuri wako. Utaki kutoka katika tabia fulani. Utaki kuwa yani uwe mwanga kwa wengine. Mungu anakuona wewe unapoteza muda wako. Kwa maana imewapasa kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza. Umesikia hapo? Mafundisho ya ngapi? Ya kwanza. Ya nini? Ya maneno ya Mungu, ya maneno ya Mungu. Ya maneno ya nani? Ya Mungu. Sasa ungesema maneno ya Mungu ni mazuri sana, si ndio? Niangalieni hapo, muangalie na kuwa kiroho. Kuwa kiroho. Na kuambia hiyo kweli, unaweza ukateka, yani usifanikiwe, usitajirike wakati Yesu amekuja ule na uzima kisha nao tele. Nataka kuongea na wewe kabla sijaongea na wewe na kutayarisha, kwa sababu ninachotaka kukuambia kinaonekana cha kawaida lakini sio cha kawaida kwa macho ya wapuuzi, kwa sababu mtu wa kawaida ya dunia hii anaona kila kitu cha rohoni ni kitu cha upuuzi. Lakini hicho anachokiona cha upuuzi ni kitu chenye uwezo kwetu, maana injili ya Kristo Yesu ndio uwezo wa Mungu uletao wokovu.